Kwa miaka mingi wanawake wameachwa nyuma kwenye masuala ya uongozi, na hii inatokana na sababu nyingi katika jamii yetu. Hata ukiangalia huko nyuma, hasa watoto wa kike walikuwa wapelekwa shule. Wanasema kuanzia miaka ya 50 na 60 ndio ambapo wameanza kupelekwa shule, lakini mifumo ilikuwa ni hivyo kwamba mtoto wa kike ni mwiko kuwa anatoka tu nje. Kwa hiyo inabidi akiwa nyumbani ndo anakuwa amestirika vizuri, anakuwa salama, afundishwe tu maadili mema. Na elimu kama tunavyojua tunasema ni ngazi ya kupata fursa nyingi, ikiwemo hizo uongozi. Sasa ndio maana hasa imekuwa hivyo. Sasa baada ya wanawake wanaanza kupata elimu, ndio na masuala haya ya mikutano ya kidunia kwa mfano ilipoanza na kuzungumzwa vizuri haki za wanawake, na hivyo kuja Zanzibar pia. Kwa mfano kama wa Beijing wa 95 kuja Zanzibar watu na ule wa Nairobi wa 85, waliporudi nyumbani huku ndio wakaanza kuyazungumza zaidi, na ikaonekana kweli wanawake wanakosa haki zao nyingi, na kwenye nafasi za uongozi ndio kabisa hawapo. Kwa hiyo na hata mashirika haya ya kijamii, hata wizara ya wanawake zilianza miaka hiyo 90 na kitu baada ya ule mkutano wa Nairobi. Sasa ndio maana jitihada zikachukuliwa kwa serikali na taasisi za kijamii kuhakikisha kwamba wanawake wanaingia katika mifumo mbalimbali na zinaimarika nafasi haki zao katika nyanja mbalimbali, ikiwemo hii ya kisiasa au ya kiuongozi. Kwa hiyo kama taasisi za kijamii zikiwemo na sisi TAMWA Zanzibar tunafanya kazi kubwa sana za kutoa uelewa kwa wanawake kugombea nafasi za uongozi, za kutoa uelewa kwamba hii ni haki yenu, hata kupiga kura ni haki yako, na kufanya maamuzi ya mtu ambaye unampenda wewe, unataka wewe akuongoze, na kwa nini unamtaka huyo akuongoze. Kwa hiyo tumewapa pia wanawake elimu kubwa sana ya masuala ya uongozi, na zile yale mambo ya msingi kama wewe pia unaweza kugombea ni masuala gani uyajue, kwa sababu kama tunavyojua pia kwamba ukitaka kuingia kwenye siasa kuna mambo ambayo wewe uongozi sio tu kwamba umelala umeamka unataka kuongozi au umepata elimu ndio unaweza kuwa kiongozi. Kuwashirikisha kwenye masuala ya rushwa huwa tunawashirikisha sana, kwa sababu moja kati ya changamoto zilizokuwepo kwa wanawake ni masuala hayo ya rushwa ya pesa, lakini rushwa ya ngono kama ilivyo tu Zanzibar nzima na Tanzania nzima. Na sasa wanawake tunasema wanaathirika zaidi, kwa sababu ukija kwenye rushwa ya ngono moja kwa moja wao ndo wanaoviziwa, manake wao ndo wanotakiwa manake. Lakini ukija kwenye rushwa ya pesa unakuta wanawake, sheria zinakataza. Wenzetu wanawake kwa kweli wanaogopa mara nyingi kutoa rushwa. Wenzetu wengine pengine hawaogopi wanaume wanatoa rushwa, na jamii na yenyewe haina uelewa mkubwa huo kwamba hiyo rushwa ni hatari, usipokee, usisubutu, ikataze pia we mwenyewe, haina uelewa huo. Kwa hiyo saa nyingine huwa tunasema kwamba hii siasa saa nyingine imekuwa kama ni imekufanywa kama biashara. Tuna kitu tunaita commercialization of politics. Kwa hiyo unakuta kwamba pesa, ama ndio huna pesa basi unadaiwa masuala hayo mabaya zaidi ya ngono. Kwa hiyo kwa kweli wanawake linawaumiza kwa pande zote hizo. Na ukiangalia hivyo pia unakuta kwamba je, wanapata support gani au hamasa gani kutoka kwa jamii? Pia inakuwa ni ndogo, kwa sababu ndio hawatoi hizo rushwa. Kwa hiyo ina athari kubwa sana kwa jamii. Tunaweza kusema kwamba kwa kiasi kikubwa sana
tunashukuru sana haya mabadiliko ya sheria yameweza kutokea hata kwa ZAECA. Ili kuwepo sheria namba 1 ya 2012 ya masuala ya rushwa, lakini hii ya mwaka 2023 imeweka mambo mengi zaidi, na tunaweza kusema kwamba kama itaeleweka vizuri zaidi na itafanywa kazi vizuri zaidi kwa pande zote, jamii lakini na ZAECA wao wenyewe, tunaweza tukasema kwamba italeta manufaa makubwa sana. Kwa hiyo wananchi waweze, kwa kweli hasa wanawake, tunasema kwamba sasa hivi ni wakati wajitokeze zaidi kwa wingi, kwa sababu hata hiyo vipengele kwa rushwa zote hizo mbili sasa hivi zimewekewa vipengele vikali kwa kweli kwa kushughulikiwa. Kwa hiyo waweze kujitokeza zaidi, wagombee, na wakikumbana nayo masuala haya kwa vyovyote vile, basi waweze kuyaripoti, na kuripoti wasishie hapo tu, wafuatilie kwa katika kila nyanja, kufuatilia kwanza kwa huyo ambaye amekosewa, na hata kama hujakosewa wewe mwenyewe, kwa sababu sheria pia inamlinda hata mtoa taarifa vizuri sana, sheria hii ya 2023 namba 5. Kwa hiyo ni wewe ufuatilie wewe mwenyewe, kwa sababu yanaudhi na hatupati viongozi wazuri kama tunaendekeza hizi rushwa. Kwa hiyo kufuatilia vizuri na mpaka dakika ya mwisho, na ukiona kama kuna sehemu upaelewelewi, basi ripoti hata kwetu sisi. Mimi na mshauri mtu aje atuambie hizo kesi, na sisi tutaweza kufuatilia, kwa sababu sisi pia tuna mazungumzo mazuri tu na ZAECA, na wao wanaelewa kwamba saa nyingine kuna changamoto za hapa na pale. Kwa hiyo nadhani ni vitu ambavyo tuwajaribu mara hii ZAECA, tuone kwamba je, tukiziripoti hizi kesi inakuwaje. Kwa maana hiyo basi niseme kwa kikwazo hichi cha rushwa ya pesa na ngono, wanawake wenzangu, hakipo, na hivyo tujitokeze kwa wingi sana, tuende tukachukue fomu tugombee.